Ladies and gentlemen, abagusi baminto asemwabeta. Welcome to this channel. My name is AC Bond. This is Kusi TV. Ingana nere ya korekane asomo kubiyo eta aswe omwana we university. I think if she's not 19, she's 20 or 21, a very young lady ambaye aliweza kuyaga dunia asichinjira cyo tutukanu chia tantaniri no bono tukumetinga ngikia genderete okorekana mpaka ikairira ugukwa ku mwanafunzi oyu uri gusoma asichinsemo chiria chia Rongo University. The lady was only 1 month old in that school, in that facility. Igo igakorete umutinyo yo mubwika in that facility, and that made even the parents wondering because Keroli abagotenga is something to do with love, is something to do with mapenzi yanaua tukatai. Probably that is the reason, but parents wana argue ya kwamba 1 month real, is it enough? Is 1 month enough to make even friendship? No yone nigabwata umusani oyu nigabwata umwese kondo kurumate ngo mwese koyo ngona kumutianira arenge nje natebire stage yeyu ngwere umuntu ngwetare korende umwana oyone nimumanyete ekero ngwake sabu muno umuntu omonene gose muno umukungu osokinete ko rubwana agaikira bono iga ngwikerera umwana one namurite tara 25 school andi tara 25 chigo iko mwana ono sirire ekyo ekokoro mutienyo yomo ekero nkore byara igo bwate chiwikinye chigukechinye wikeye ntanga nina ireto umwana one ngagerete nga nejo kumanya enchera nga yumwana ona gweta ngakia gweta na kia kore kwerene ya kabere umanyire enchera ararwe none shortcut school aike bwangu ya kabere ngoikerere ya kabere ngoikerere arenga omumura naro mororire baminto omwese koyo gabuminya bono tenena umwana ona tenene nande bono nabagutendera kenye kwa kachisabuna ngomwanjande ngotigande ya kabere erina ribanyorana bwamwanjire sasa ya gatatu indio amwapa ko moyo bwensipi ya kana wekora ekini riswali ribono ngotigara ngangeti timbwa ati asengo bwaterera weke assuming that lady amemaliza 1 week kujuana na environment, kujuana na kumaster hata image ya friend wake, then logically is not harding, but I want to differ slightly. There's a probability things happen behind the scenes without parents' knowledge, without our knowledge. Yeah, sometimes hata mimi nashindwa parents wangu wanajua na date nani. They don't. There's a probability umaite Rongo University ngusi yani nirange na kusi, so there's a probability and I didn't hear any of the relatives saying so. So there is a probability abantu ababa manyaine before the lady joined the university. Mbale bagwakakania mangana ati sijui nini mambo mengi yamesema, but let me take this opportunity first to say pole to the family of this young lady. I saw the parents very young, and I'm just saying we are going to investigate this. Nimesikia even the government is taking a lot of time to do investigation because wazazi wanataka kujua indeed what killed mtoto wao, because according to the information eti aliweza kukunywa sumu. Parents wanasema kwamba there is something else because wanasema walitaka kujua the same fateful day ya kwamba vile wanasema kwamba alikunywa sumu nekene gosinga kiere, they could not verify because according to the parents wanasema kwamba hakuona dalili yote ya mtu amekunywa sumu, so they, according to them, this child akunywa sumu, though the postmortem result zinasema otherwise. Actually zinasema kwamba mtoto ati alikunywa sumu, and that is when the parents walisikia ikinuka ati sumu ikinuka the day of postmortem. So a lot could happen. I think they could dispute anything parents wanasema, ama anything the school is saying, ama anything the landlord of that rental house aso mwisko yu arenge. I don't want to dispute anything because anything could have happened. Hatukuwa huko, mimi si kuwa hauko. However, I'm just wishing that the government itafanya mambo speed before hata msichana zikwe, wafanye kila kitu speed ili wajue what really happened. Kama ni sumu, it's just okay for parents to know the truth, but this is what I'm saying. Mapenzi yasitufanye
because now our children, nimeona another disease yenye inakuwa hapa ni disease to do with love. Now our children should be guided properly. Although mapenzi yana nguvu, penzi lina nguvu. I've seen people unajua, this is not the first case. I see people, some of you najua mko hapa kwenye mnaangalia hii video, mnasema kwamba ati sasa mapenzi ndio inafanya mtu ajiue. Ati mapenzi mimi yezi nifanya nijiue hivyo, ai sasa nini akwende namna gani? Let me tell you my dear brothers and sisters, penzi lina nguvu. Penzi lina nguvu, linaweza kufanya ufanye anything, especially wakati unapenda. Ukipenda mtu, penzi lina nguvu. That is why I can't charge anybody ati umejiua sijui ya mapenzi. Hapana. The only way naweza waambia mchukue time before mufanye kitu sorry, jina inaweza tolewa YouTube, sorry for using it. Before mwengente muitane, think fast. Take time to think fast. Take time hata uongee na watu. That is what I can say. But penzi liko na nguvu. That is why unaona watu wanauana. That is why mtu anachukua hata hatua ya kuchukua why. Mtu afikiri that namna gani tunashare aje na mtu kai, namna gani penzi linakuwa shared, namna gani nitaishi bila huyu, na huyu ndio niliachia roho yangu. That is why wanasema nimekuachia roho, na wewe ukiona uniachie yako ni sawa, but mine ni hako tu. Ukiamua kunikosea basi ndio mwisho wangu. Penzi liko na nguvu. Ukisikia mtu anasema kwa mapenzi yezi nifanya sijui niende kuishi kwa wapi sijui ni, penzi inaweza kufanya uchizi, my dear brothers and sisters, unless chenye uko nao si mapenzi, hujapenda. Penzi ni stress. Penzi inaweza kupea stress, especially guide kama akupendi. Especially ukipata guide jamaa ambayo unafikiria anakupenda akupendi. Penzi can make you do anything. I don't want to charge because I understand the power of love, especially when you love genuinely. However, we need to exercise self-control. Hiyo ndio imetusukuma pia sisi. Si eti hatuna hiyo issues. Hata mimi personally sometimes nakuwa na issues na mapenzi, lakini najicontrol because I know the power what love can do. Unajikontroli tu, unajiita kama mkutano useme kwamba nimefanya ndio hivi na hivi na hivi, lakini gaidi atabaki tu huku duniani akijinais bana. Hiyo pekee inakwambia ndio itachukua muda kuheal, but also taking life is not a good thing. Taking your own life because of frustration, ili tu ukuje sasa hata weke maisha yako kwa Muumba, akue bwana wako, akuongoze, because now mapenzi unaona sasa haifanyi. But I can't judge anybody mwenye ana make decision, though tuache ku make decision za haraka haraka. So the story about this young lady, especially sasa watu wameachia uzuni, yeye amepumzika place yako, but sasa watu ameachia uchungu ni wazazi ambayo wameinvest a lot of money, a lot of resources tangu akwe baby class, in case ilikuwa wakati wake, mpaka wakati sasa amejoin university, ambao wameuza kila kitu, wamemtolea school fees, na ndio firstborn, tegemeo la familia, ambayo inategemea kwamba we have invested in this young lady so that in 4 years tutakuja tu, yeye atakuja tu sasa kutusaidia, asaidie pia na wadogo wake. But unfortunately things are not the same because of these premature decisions like this. I don't want to say that ilikuwa hivyo, but chenye imesema ni kwamba aliweza kujiua kwa kunywa sumu. Unaona? Igakwete aso kunywa sumu. Other things could have happened behind the scenes. After the investigation, mimi nitakuwa hapa kwa sababu hii ni kitu ambacho nimeona wengi wamefuatilia kabisa, na nitaweza kukufahamisha our investigation imetulit where nini ilikuwa inafanyika behind the scenes, because we are going to investigate those students ambao walikuwa hapo walisema ati ni sumu. We are going to investigate the landlord ambaye pia tulisikia the parents of this young lady
ambaye ni mkufi, wakiwa na question marks about the landlord. So we are going to investigate the landlord na tuweze kujua mambo yalikuwa namna gani, na kama tutapata ya kwamba kulikuwa na alleged boyfriend pia ataweza kuchunguzwa, because right now tunajua kwamba the phone to this lady is with the police, iko kwa mikono ya police. Tunajua serikali iko na mikono mrefu. Terrorist mwenye anaua mtu mchana ama usiku kabisa, amevaa mask without CCTV around, wanapatikana within 24 hours depending ni nani aliuliwa. So it is very easy to know this case so that hata wazazi wakoe na amani. I don't know what you want to say, but let me finish. Let me conclude by saying this. Ekere chankere giachire, especially chinsemo chichito cha Gusii. Yatwa kamarunze na intuna abayuri. Ekere twatumira abanafunzi abana ase school konyoa chiseme chichense. Yatwa kerirunze tosabe bokongu, tosabe kigima. Nga umwana kachire school Nyasaye amurende anyako kore binte bironge, anyako mwe birengere bya, anyako ba kakonyora ikakumanya ingikia muirete school ebinto binge ka tubisabire ikaki abana baitu basome buya nande bamaite ko purpose ye school ne konyoa chisemi ekia abaiburi batumite okore school. Ya tusabira umuikoyo because no muika talina tenga ukubwata wanafunzi. Hapana, tumeona hata visa zingine ambao watu wakubwa they do these things, so it is not something to do with age. Hapana, tusabire nsabire ngusabire elinde es orogendo una tole asubu ikuwense tunyaya kwa bato kore gento kire ikia bemono. Ladies and gentlemen, ase ogon terera and probably ningiche ne video engao ose video ende after the investigation mbate bingi kigenderete ase amangana y'umwanafunzi yo. Until the next time, this is SC Bon and this is Gusii TV. Wemono Nyasaye uyu.